Lengo na madhumuni ya mradi ni kuondosha shida za wananchi kwa swala zima la mambo ya umeme. Lakini toka tulivyoanzia mpaka kufikia leo, ili tuanze kazi ya mradi, lazima mwanzo ilikuwa tufanye feasibility study, tuweze kujua upepo uliokuwepo unaweza ukakidhi katika kuzalisha umeme ama vipi. Ndio maana tukaweka mnara huu kwa ajili ya upimaji. Huu unapima vitu vingi, ikiwemo hali ya hewa ya kawaida, mambo ya unyevu na mambo mengi tu za kuzalisha ama la. Lakini kufikia details za miezi 6 ikaonekana kweli inakidhi haja. Upepo unaozalishwa kutoka hapa unaweza kuzalisha umeme. Kwa hivyo ndani ya mwezi huu unaanza hapa, nafikiri mwezi wa 7 tutakuwa tuna program za kuanza practical yenyewe ya kila kitu kwa mradi mzima kama sikosei. Lakini sisi tutazalisha megawati 200, japo kwamba kwa kuanzia tutaanza kuzalisha megawati 120, then tutakamilisha 80, lakini kwa kufunga mitambo tunatarajia kufunga yote megawati 200 kwa pamoja. Hapa ni Matemo Kilindi, na kinachoendelea hapa ni uzalishaji wa umeme wa jua wa megawati 30 kwa kuanzia, na ni mradi ambao upo chini ya serikali baada ya wawekezaji ambao ni Elecnec ambao ndio wanaofanya huu mradi, lakini ni kwa niaba ya serikali kupitia ZECO na Wizara ya Maji na Nishati. Kama tunavyojua kwamba serikali kwa muda mrefu ilikuwa ikitafuta namna ya kuweza kulitatua tatizo la changamoto ya umeme ambayo inaikabili Zanzibar kwa muda mrefu. Kwa hiyo baada ya serikali kukaa chini ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, akaona kwamba ili Zanzibar iweze kusonga mbele, kwanza hatua ya kwanza ni lazima iweze kujitegemea katika upande wa umeme, kwa sababu Zanzibar inajulikana saizi kwamba Zanzibar ni visiwa vya uwekezaji, wawekezaji wengi wanakuja. Kwa hiyo bila kuwa na umeme wa uhakika hatuwezi kuwa na uchumi madhubuti. Kwa hili ndio lengo mahsusi la uwepo wa mradi huu wa umeme katika mkoa huu wa Kaskazini Unguja. Umeme huu ama mradi huu ni wa miezi 6. Kwa hiyo tunategemea ndani ya miezi 6 mradi huu utaweza kukamilika, kama hakutotokea changamoto ambazo zitakuwa ziko nje ya uwezo wetu sisi kama wawekezaji, lakini pia nje ya serikali, kwa sababu unajua unaweza kupanga hichi wewe kama binadamu, lakini Mungu akapanga kitu chake chengine ambacho mwenyewe kajiwekea. Kwa hiyo tunategemea ndani ya miezi 6 basi wananchi wataweza kutabasamu na kusahau kabisa dhiki za umeme katika visiwa hivi. Mradi huu unaweza kuwanufaisha wananchi kupitia shughuli zao za kila siku za kiuchumi, kwa sababu kwa mfano chukua eneo dogo tu, tuna eneo hili ni sehemu la wavuvi na wanategemea kuuza bidhaa zao katika mahoteli ya kitalii. Kwa hiyo sehemu ya kuweza kuhifadhi bidhaa zao bila kuharibika wanategemea kwanza nishati ya umeme. Kwa kuwepo kwa umeme wa uhakika, maana yake tunaenda kumhakikishia raia kuwa ana uhakika na soko, kwa sababu ana stoki ya kutosha, lakini ana uhakika wa usalama wa mzigo wake ambao ameuhifadhi. Kwa lengo la ziara yetu hii, tumekuja hapa kuangalia progress ambao wamefika, kuna changamoto zozote au kuna hatua gani ambazo tunaweza tukazichukua ili kusaidia kukamilika kwa muda uliopangwa. Lengo letu ni kufanikisha huu mradi kwa pande zote mbili. Kwa hiyo jitihada zao za kuharakisha vitu mapema zitatusaidia na sisi huku kuweza kukamilisha kwa upande wetu. Kwa hiyo tunaomba kwamba wafanikishe mapema kwa muda tuliokubaliana nao, ili na sisi huku kama wizara kuweza kukamilisha kwa upande wetu, ili at the end tufanikiwe kupata hii nishati ya umeme kwa wananchi. ZECO ipo kung'arisha maisha yako.